Edwin Sifuna. This guy is going to change the political matrix. Na niko very sincere. I'm not pretending. Hata kwa Matiang'i, hata kwa Gachagua, hata kwa Kalonzo Musyoka, the political matrix is gonna change. Let me tell you something. When you receive people loving you, people are free with you, people can come out. Nimeona pale nikiwa kwa gari ya Sifuna hapo kando, vijana wanasema sisi Sifuna tuko na wewe, hatutaki stories zingine. Hata saa zingine nashindwa kuelewa huyu mtu anaitwa Ruto huwa anafikiria aje, na advisors wake ni akina nani? Gachagua alifukuzwa, was impeached from Ruto's government. Gachagua amekimbia, anaona venye anapeleka Ruto kama baiskeli iliyoibiwa, kama gari ya miraa. Tena anakuja hapa kufanya the same mistake. That's why naambia William Ruto is not pleasant. Si mtu akona kasi ya uchaguzi. Kuna kasi. Amekasiwa na leadership. Eti anaamuka hapa, anakuja tena kufukuza Sifuna kwa ODM. Na akijua kwa wananchi watampenda Sifuna. Anajua wananchi na nilisema hapa you can confirm what I'm saying, you guys, in good faith. Si nilikuwa hapa nikisema wazi kuwa Ruto amemjenga Sifuna. Niliwaambia hapa Ruto amemjenga Sifuna by participating in his removal as a Secretary General. Sasa tena leo hii nawaambia siku ya Jumanne, Tuesday, Sifuna is gonna be more strong. More strong. Na imagine tukiongea hivyo, Matiang'i anapanga timu yake, Gachagua anapanga timu yake. Sasa Gen Z, wachana ile mlikuwa mnasema eti kiongozi wa Gen Z ni nani? Sasa wachana ile story yenye mlikuwa mnasema kiongozi wa Gen Z ni nani. Nimewaambia hapa kidogo. Sasa Sifuna ndiye amebuy the love from young people. Nikawaambia wazi kuwa William Ruto venye amefukuza kupitia ODM, amefukuza Sifuna, amejiingiza shida. Nilikuwa nimewaambia mapema. Na watu wakaona Enruche uelewi, wengine wakasema Sifuna ni kitu kidogo, wengine wanasema ni kawaida Sifuna aende nyumbani. Nikawaambia this guy Sifuna is gonna be like Gachagua's influence in Mount Kenya. Huyu amesema ulisema, I remember. Unajua mimi natakanga tuelewane. Nilisema sikusema. Nilisema kuwa Enruche TV, Edwin Sifuna kuondolewa kama Secretary General wa chama cha ODM itakuwa imemjenga kuliko kumpomoa. Aje niwaonyeshe venye Ruto ameenda hasara mara mbili. Hasara ya kwanza, kuna kesi sasa kotini imesimamisha ile kitu Ruto hakuwa anataka isimamishwe. Kesi iko kotini na bado Sifuna is the Secretary General of the party ODM. Pili, imepatia Mheshimiwa Sifuna a very good opportunity ya kufanya lobbying countrywide, ya kufanya campaign countrywide. For your information, Sifuna is trending more than any other presidential candidate. For your information, Sifuna is now received in a bigger way. Jana waambie Kitengela, ile kitu yenye ina shock William Ruto leo hii. Hiyo nasema aje, niko na hiyo clip yako ukiongelea. Ile kitu imeshock William Ruto sai venye nawaambia. Ile kitu ingine imeleta shida kubwa. Fukuzwa na tear gas kutoka pale Kitengela. His landing destination, mahali ameland, ni mahali kwa michezo. Ameenda tena akafika pale, nimesikia Sifuna, the love I have for the people. Venye mumesimama imara. Unajua ni chuki imefanya Ruto atumutaki. Kuna kitu ingine imekuja hapa tena, anataka kupongeza wa Kenya.
Revive the spirit of maandamano. Kuna vijana, kuna klipu hapo nimetengeneza moja hapo. Kuna vijana wamesema tunaweza enda hata State House saa hii. We don't have to wait to 2027. Tumwa Ruto kutoka mamlakani. Unajua Ruto believed. Let me tell you the thinking of William Ruto. Na niko hapa. I don't want to be thinking ya William Ruto. Ruto thought his problem is Raila Odinga. He didn't know even Raila Odinga was powerful because of people. It is the people who made Raila Odinga strong and powerful. People. The people power. It is not about Odinga. It is about the people. So, even if Sifuna is young, even if Sifuna hajakuwa na long experience, even if Sifuna hajakuwa na expertise in this arrangement, people came out. Eti nani akona mkutano Kitengela? Ni Edwin Sifuna. Wakiwa na nani? Babu Owino. Na viongozi gani? Caleb Amisi, Kibagendi, James Orengo. Sasa kuna ile speech nimeona pale Mombasa, Tononoka, mahali mzee Oburu Odinga alikuwa. Nikasikia Orengo amesema rudishia Ruto pesa yake sababu hiyo pesa itafuatwa. Kuna statement nyingine na kuanga very critical when I'm analyzing politics. Kuna statement nyingine ya huyu jamaa anaitwa nani huyu? Kuna huyu jamaa anasema eti kuna statement nyingine ya who is this guy? Nikumbushe. Na nyinyi mko wengi hapa na hakuna mtu anaweza nisaidia hapa. Watu 600 na. Oscar Sudi. Huyu mbunge wa Kapseret. Huyu Oscar Sudi hapa. No, Oscar Sudi. Sudi amesema eti Gladys Wanga na ODM ile ya Kinoburu wana demand kiti ya deputy president. Wana demand kiti ya deputy president wakati Sifuna ameenda na watu wa ODM wote. Unasikia statement? I like it. Na nyinyi mjaenda hata kwa DM yangu muone hiyo clip yenye nimetoa hapo. Oscar Sudi amewon Gladys Wanga, amewon Oburu Odinga. Nyinyi mnataka kiti ya deputy president. Na Sifuna ameenda na watu wote wa ODM. Already that one is answering the question. Who is strong? Who is strong? Who is strong kati ya wale na Sifuna team? Na nimewauliza nyinyi nikiwa hapa. Wewe uko hapa 2 term. Uko hapa eti Ruto must be a second term president. Kura ziko wapi? Where are the votes? Sifuna tumemwambia sasa hivi Sifuna aende Siaya. Aende Kisumu kwa Raila. Aende Bondo. Tunataka Sifuna aende Bondo. Muone ile umati wa watu. Sijui kama Ruto atatoka State House. Ruto atakaa State House. Atajifungia nyumba ya State House. Because aje niwaambie tofauti. Aje niwaambie something hapa need you Kenyans to understand. Ndipo hata wale wenye mnasema 2 term mfungua akili kidogo. Ndio muweze kuona mbali mahali watu wanaenda. Hakuna mkutano hata ya kina Oburu Odinga, akina Gladys Wanga inafanyika bila kumobilize watu na pesa ya Ruto. Hakuna mkutano. It means mfereji ya pesa kutoka kwa Ruto ikikatwa, hakuna watu ODM ya Oburu Odinga na Gladys Wanga. Mnanielewa? Sasa hivi as we speak, the natural love from Raila Odinga it may extend to Sifuna. Na hii kitu nimekuja kushangaa. Haina kabila. Si eti ni kabila hii na kabila ile nyingine. Eti ndio wameungana mambo ya Sifuna. The organic crowd is touching all the people. As I'm just telling you. Sifuna is loved by all people. Ndio kitu nimeshtuka. Paka anapata majenizi. Actually nimepata leo marafiki zangu wa online pale Kitengela. Wananiambia Nruche,
sisi ndio Sifuna. Wananiambia mimi na ni Masai, ni Mkikuyu, Waluya, Jaluo, watu wananiambia sisi ndio Sifuna. Kwanza Wakisii leo nimewafurahia sana. The love mmeonyesha Sifuna is unmeasurable. I'm really happy. Edwin Sifuna, this guy is going to change the political matrix. Na niko very sincere, I'm not pretending. Hata kwa Matiang'i, hata kwa Gachagua, hata kwa Kalonzo Musyoka, the political matrix is gonna change. Let me tell you something. When you receive people loving you, people are free with you, people can come out. Nimeona pale nikiwa kwa gari ya Sifuna hapo kando, vijana wanasema sisi Sifuna tuko na wewe, hatutaki stories zingine. Na nilikuwa najua Ruto ameguza mahali akutakikani kuguzwa. Hii mtanisamee because hii lazima nitaiongea. Mimi lazima niongee. Mtakubali, mtanisamea kabla niongee kitu. Moderators mkae watu gangari sana. Hii lazima niongee. Hata ile love imekuja kwa Sifuna kidogo, imepita Babu Owino. Mniruhusu kidogo niweze kuiweka like that. Imepita kidogo Babu. Lakini ningependa Babu wafanye kazi kwa karibu na mheshimiwa Sifuna, so that tutoe huyu Ruto mamlakani. Sasa angalia hapa. Matiang'i akona wafuasi wake, Gachagua akona wafuasi wake. Hata sasa zingine nashindwa kuelewa huyu mtu anaitwa Ruto huwa anafikiria aje, na advisors wake ni akina nani? Gachagua alifukuzwa, was impeached from Ruto's government. Gachagua amekimbia, anaona venye anapeleka Ruto kama baiskeli iliyoibiwa, kama gari ya miraa. Tena anakuja hapa kufanya the same mistake. That's why naambia William Ruto is not pleasant. Si mtu akona kasi ya uchaguzi. Kuna kasi. Amekasiwa na leadership. Eti anaamuka hapa, anakuja tena kufukuza Sifuna kwa ODM. Na akijua kwa wananchi watampenda Sifuna. Anajua wananchi na nilisema hapa you can confirm what I'm saying, you guys, in good faith. Si nilikuwa hapa nikisema wazi kuwa Ruto amemjenga Sifuna. Niliwaambia pa Ruto amemjenga Sifuna by participating in his removal as a Secretary General. Sasa tena leo hii nawaambia siku ya Jumanne, Tuesday, Sifuna is gonna be more strong. More strong. Na imagine tukiongea hivyo, Matiang'i anapanga timu yake, Gachagua anapanga timu yake. Sasa Gen Z, wachana ile mlikuwa mnasema eti kiongozi wa Gen Z ni nani? Sasa wachana ile story yenye mlikuwa mnasema kiongozi wa Gen Z ni nani. Nimewaambia hapa kidogo. Sasa Sifuna ndiye amebuy the love from young people. Sijui kama mnanielewa. Are you listening to what I'm saying, guys? Please. Sifuna amepata the organic love from Gen Z. Paka watu wana print ma t-shirt. Ma t-shirts za Gen Z. Wana print ma t-shirts za Sifuna na hajalipa hata nduru. That is the love. When I'm talking about love, that is what I mean. When you are loved, huyo anasema tuwakupa clear. Who is this? Tuwakupa very clear. Oh, mnanipata very clear. Okay. The love yenye metoka kwa watu. Unaona mtu anaenda kwa printing machine, anatoa t-shirt. Wengine nimeona wakinunua t-shirt za Sifuna, nikiangalia mimi mwenyewe. Unajua kwa siasa, acha niwaambie, kwa Ruto t-shirt unapewa free. Ama huwezi ingia kwa mfuko yako uende kununua t-shirt kwa Ruto. Zinaprintiwa bado watu wanazikataa. Lakini kwa Sifuna, people could go ahead. Wanaenda wanaprint t-shirts. Wanasema sisi ndio Sifuna. Wao wenyewe. Wao unataka unaniambia huyo mtu anapendwa kiwango hicho. Hakuna biashara imefanyika Kitengela. Hakuna. Zile mabrado nimeona pale mimi mwenyewe karibu brado 70
na kila mtu amejiwekea mafuta. Watu wameassemble pale wote. Acha nikwambie, hata kama mimi ni William Ruto, hii ni kwara, hii ni ungeara, utazara. Ile spirit ya Raila Odinga ilikuja ikaingizwa kwa Sifuna. Ilikuja ikawekwa kwa nani? Kwa Edwin Sifuna. So nimewambia hivi, sasa united opposition ndio mtaiona kuwa united opposition. Sasa kama kuna bado mtu hapa anaongea story za za tutam, lazima uende kufanyiwa check up. Lazima uende ufanyiwe check up. Na mimi unajua Ndruche, mimi naongea ile kitu iko kwa ground na sipatishi. Na nyinyi watu 784 murudi pale kwa DM yangu. You make sure you share all the clips I've done. Yenye nimefanya leo mkae gangari kabisa. Sababu timu Sifuna ni kubwa. Timu Sifuna ni wengi. Timu Sifuna wamejipanga. Timu Sifuna hawalali. So that's why the journey yenye tunaelekea hapa already as we speak. Do you know United Opposition iko na wabunge karibu 180 as we speak now. Kutokana na mkutano ya Edwin Sifuna, kuna watu wataresign kutoka kwa serikali ya William Ruto. Na nimewambia sasa, aje niwapatie mwelekeo. Mko tayari niwapatie mwelekeo? Mweze kuelewa siasa mahali inatoka na inaelekea wapi. So, mnataka niwapatie mwelekeo? Nataka kujua kama kuna watu wanataka niwapatie mwelekeo hapa sasa hivi. Edwin Sifuna, whether he remains in ODM or not, he has become a movement. Na hii imekuwa direct inheritance from Raila Odinga. Umeona Winnie Odinga anasema Sifuna. Mamake Winnie, Mama Ida Odinga anasema Sifuna. Angalia James Orengo ako ndani ya Sifuna. Angalia Anyang'i Nyong'o nyuma ya Sifuna. Wabunge karibu wote wameingia nyuma ya Sifuna. I want to say this. United Opposition, Rigathi Gachagua, kimbiza siasa. Sukuma Ruto, enda mbele. Matiang'i, kimbiza siasa, enda mbele. George Natembea, kimbiza siasa, enda mbele. Sifuna akija, we are going to crown it. That's why I used to tell you, zile kura Ruto atachapwa na hii timu ni zaibu. Ruto atachapwa kura zaibu. Huyo anasema namba yangu ni Ruche, you inbox me, I'll text you. Zile kura Ruto atachapwa ni kura tofauti ya milioni 6. Mnanielewa? 6 million. 6 what? Million. Acha nipeane hiyo hesabu ndio nipatie watu hapa kidogo wakuja hapa kuchangia kidogo. Hesabu is very simple. Western Kenya imeenda. Na ninaongea hapo si kupatisha, ukiniuliza I'll tell you with facts. Western Kenya imeenda. Na uko hapo na tutam. You don't have numerical facts. Kisii imeenda. Mount Kenya imeenda. Hakuna, stop wasting time here. Mnashinda hapa mna discuss eti Mount Kenya iko, kuna venye tutafanya. Hakuna venye mtafanya. Uchaguzi wa mwaka 2027 umeisha. Mimi, I know what I'm talking about. And if you don't want to trust my word, in due course you will confirm what I'm saying. Uchaguzi wa Kenya, andika somewhere, umeisha. Ile kitu iko hapa Ruto anaendelea kungangana nayo. Acha niwajulisha hapa wananchi. Unajua inaweza kuwa watu wengi hawaelewi this politics. Ruto amengangana. Hakuna kuiba kura. Kuna mtu hapo mmoja anasema si Ruto ataiba kura. Acha niwaambie hapa. Hata wakati unataka kuiba kura, na niwaambie labda kuna watu hapa wananga siri. Even when you want to steal elections in Kenya, ile maji ni mnapitana number 1 na number 2, lazima ikae kura 1200, 1300, isipite 1400. Ruto atachapwa kura milioni 6. Najua acha kwanza acha nitaki sipu ya wote. Milioni ngapi? 6.
Na mnafikiria hapa niko hapa kutangaza vitu zenye hata sielewi. Mimi hata zile clip zenye nafanya nimeambiwa mara si moja na watu wa William Ruto, Ruto kuja hapa upiganie, utetee serikali. Niende kutetea serikali wananchi wakiumia. Hiyo sitakubali mimi Ruto. Yaani ni mwaje Edwin Sifuna, ni mwaje Babu Wino, ni mwaje mwananchi wa Kenya eti nikuje kuingia kwa serikali ya Ruto hii eti milioni 10 eti milioni 5. Wapi? So nielewe hivi na msikize mimi vizuri. Kama kuna hapa na unafikiria eti wizi itasaidia William Ruto, for the first time in the history of this country, elections itapiwa Ruto hiyo kiti toke kwa Ruto broad daylight na kura milioni 6 tofauti. Milioni ngapi? 6 tofauti. Niambie ni wapi Ruto ataenda kuchukua kura? Ataenda kupata kura wapi? Wewe uko hapa, tupige na wewe hesabu. Tuelewane hapa. Acha niwaonyeshe hapa kitu amjuangi. Nataka niwaulize jambo hapa. Nakuru County iko wapi? Which province? Let me just use the previous provinces ndio muelewe chenye nasema hapa. Nakuru province, Nakuru County iko which province? Mtu ananiambia haraka haraka hapa, yani watu 800 na you can't be here and just tell me haraka haraka. Nakuru County iko under which province? Thank you Williams. Rift Valley. Ilipigia Ruto, Nakuru County ilipigia uchaguzi uliotangulia. Nakuru County ilipigia William Ruto kura. Si ni sawa? Wakampigia kura nyingi sana. Ndio Susan Kika akakuwa governor, Ruto akapata uchaguzi, ndiye alikuwa ameshinda pale sababu ya Wakikuyu strength, Kisii strength na a few other tribes in the area. Hiyo county already as we speak imetoka kwa Ruto. Hiyo county iko united opposition and it is coming from Rift Valley. I want to show you something. When I'm talking about numbers, I'm very practical. So Nakuru imeenda through the coast. Nani alishinda uchaguzi ya coast mwaka 2022? Ni Raila Odinga na united opposition. Si ndio? Coast iko coast, Mombasa iko coast, Kilifi, Voi. So nataka munielewe kidogo. Wale watu walipigia kura Azimio sababu ya the Kamba strength. Wakamba ni wengi wako coast. Kikuyu ni wengi wako coast. Wakisii wako coast. Jaluo wako coast. Wadigo na wale wachache. Hakuna Wakalenjini in the coast. Munielewe vizuri. Si wengi in the coast. Najua I'm very factual. Hizi jamii za united opposition zote nyingi ziko coast. Jamii yenye nimebaki na William Ruto ambao ni ya Wakalenjini hawako coast. That is the truth. Watu wa coast. Hakuna Mkaleni coast. Kama mko hapa na mnafikiria kuna venye, hakuna venye kwa siasa. Siasa ni numbers. Siasa ni numbers. Politics is numbers. You lack numbers, 0. You lack numbers, you're nothing. So, coast ni akina nani watapigia William Ruto kura? Hakuna. As we speak, one soldier, as we speak, one foot soldier of William Ruto. Yes, kutoka coast ni nani? Ni nani nazungumza hapa? Patriot, asante sana. Ni nani yeye unasema kutoka coast? Nani? Can you guess? Okay, aje niwaambie sababu naona huyu anaitwa Mohamed Ali Jijopef kutoka coast. Ametoka kwa Ruto. Ameingia kwa DCP kwa Gachagua. Yani in coast the Kasini movement is bigger. Thank you North Pole, thank you Kidis Tech nini, flowers, roses. So, thank you very much. Makofia sijui nini. So in coast watu wako pale wengi ni wa unanielewa? Watu wengi wako pale coast, wengi ni Kasini movement. Kasini movement wa Kisii, wa Kikuyu, Wakamba, Wadigo, Wagiriama is the Kasini movement. Ndio nyingi iko pale. So already coast yote
iko kwa united opposition. Mimi nataka kuwa practical in this, munielewe. Nimesema in Rift Valley already tumegonga Rift Valley kidogo pale Nakuru. Turudi Nairobi. Nairobi ni zoni ilikuwa ya Azimio. Nataka munielewe. Zoni ya Azimio, Nairobi. That's why we have many campus in Nairobi. Sasa Waluya wote Dagoret, Dagoret, Kawangware, pale panaitwaje Kangemi, Waluya wote sahi wako nyuma ya Sifuna. Mnanielewa? Karibu Waluya wote. Hivyo sijataja Mheshimiwa George Natembeya. So it's either Natembeya ama mko kwa Sifuna. Hiyo ni Nairobi. Then Wakisii ambao ni Kasini movement wako Utawala na Rongai. Wengi sana. That is Embakasi. Embakasi. Munielewa vizuri. Ndio muone kama venye Nairobi imeenda. Wakikuyu pipeline ni Wakamba. Wengi sana. Najua watu hapa hawataka kusikia ukweli wa mambo. When you talk about second term, you must show me your numbers. Mnanielewa? Waso Wakisii wako Kangemi, wako Embakasi, wako Rongai. Tukuje kwa Wakikuyu. Wamekava Kayole mzima. Wamemeza yote. Na hakuna mahali Mkikuyu hapatikani in Nairobi. Mnanielewa venye nawaambia hapa? Hiyo ni Kasini movement, the Kasini arrangement, the Kasini team. Wakamba wamefurika Nairobi. So Wakamba, Wakisii, Waluya. Unajua Waluya walikuwa wakisupport Raila Odinga all through. Mnanielewa? Unajua mimi nachambuanga siasa kwa kina. Sina mimi vitu za kupatisha hapa unasema two term. You don't have facts, you don't have ground, you don't have network. Ni wapi na wauliza hapa hii Nairobi? Ni wapi Wakalenjini wanaishi hapa Nairobi? Tell me, niambie ni pande gani? And how many numbers? Nairobi iko na kura karibu 2.8 million. We have only about 158 Kalenjins staying pale Langata. Pande ile nini? Only. Siko shida na Wakale because Ruto is banking on Kalenjin votes. How do you become a second term president? We don't have Kalenjins in Nairobi. Unajua me, I have to tell you the truth. Many people cannot tell you. So Nairobi already imeenda na united opposition. Kura zimeenda. Kura zimeenda. La mwisho, aje niseme la mwisho nipatie watu wawili wachangie hapa kabla niingie kesho tena. Kiambu County. Kiambu County. Hii Kiambu County hapa Thika nini uingie hapo kwenda hapo ndani. Kiambu wako na kura karibu milioni 1.3. Hizo kura zote zina replace county zote 4 za Nyanza. Mnaniambia Ruto atakuwa two-term president. Hata kwa wizi Ruto hawezi shinda kura. Utaiba kura milioni 6 tofauti. Utaiba kura milioni 6 tofauti. Unajua ile kitu yenye nimekuja kuona tena italeta shida sana hapa. Na nimeiona. Na hii Ruto ndio inasumbua Ruto sahihi yenye tunazungumza na nyinyi. Ndio inatesa Ruto, imemkanganya. Kuna hii mambo ya mauaji ya vijana ile ilifanyika 2024. Imeletwa into picture. Sasa inazungumzwa everywhere. Ruto thought kuwa ameimanage imesha. Vijana ni akina nani? Wameingia kwa mitandao. Wameanza kuleta zile mapicha venye vijana wenzao waliuawa. Then waenda kurisk for another 5 years in this government. Imagine tukiongea hiyo story yote. Hii yote hivi. Mount Kenya is a no-go zone for Ruto. Tukiongea story yote, Mount Kenya is a no-go zone for William Ruto. Hata kama mnasema Nduche hujui kuchambua siasa, wewe uko na njia ya kuchambua yako siasa yako, lakini yangu ni kuuliza, Mount Kenya is a no-go zone for Ruto.
akukaliki. Na unajua sijaongea mambo ya Ukambani. Ruto tangu achaguliwe aje ikanyaga Ukambani apart from these 2 trips amemeki kwenda huko. Mimi nimewaambia nyinyi ni wafuasi wangu na mkai imara. Na you will put me accountable of what I'm saying. Kwa siasa nayo sipatishi. Kwa siasa si kitu ya kupatisha, nimewaambia wa Kenya. Put me accountable for this. William Ruto is a one-term president. It is too late. He can't rescue himself. It is late. It's late. It is too late. That he can't create love with the people. Is late. Na kama ningekuwa mshauri wake, ile pesa kidogo amepakisha aweke mahali hivi ikuje kumsaidia kwenda hapa mbele. People are decided. Yani hakuna mtu mwenye anaweza ona hii kitu na Ruto akamsikiza akaelewa. Atulie. This thing is already decided. United Opposition inajua kitu moja. Hawamjui ni nani atapeperusha hiyo bendera ya urais. Lakini wanamjua ni nani aishinda kura za Kenya. Ni William Ruto. So I have told you and I'm very clear, you guys, put me accountable. Make sure you follow me. Make sure you follow my pages zote. Na mtaona kitu yenye nawaelekeza hapa. Na ukipata nimeweka clip yangu pale kwa DM. Kama hujanisikiza vizuri, rudi huko usikize. Sababu si kila mtu anakujanga hapa live. So I tell you and I promise you one thing, Sifuna is a force. Sifuna is a force. I'm seeing Western Kenya imekuwa united more than before. Na kuna watu wanatembea na William Ruto. Lakini watamuruka. Watamuruka. Ruto akiwa na wabunge 30. Nimewambia tuko na nyinyi hapa. William Ruto akiwa na wabunge 30. Kwa hiyo uchaguzi tunaenda hapa mbele. Mtaniambia. Mpaka kwao nyumbani. Mimi nimewambia mapema. Because Ruto is using money but it's not working. Is using resources to mobilize. It's not working. Is using even proxy businesses. It's not working. It is late.